kuelezea, sababu katika unabii unafunua mambo mengi. Unabii unafunua, unabii unakuwa hivi. Unabii ni jambo imetabiriwa itakuja, na ilipotabiriwa na manabii, hiyo jambo likitimia, siku ya leo likitimia, hiyo jambo sasa linaandikwa ni history. Kwa hivyo katika unabii unakuwaga na history. Sababu ya nini? Katika unabii kuna mambo ambayo yalitabiriwa na ikapita, tunadhibitisha kwa Biblia imepita. Na pia katika unabii kuna mambo ambayo yanafanyika saa hii ambayo ilitabiriwa, tunamuelezea vile inaendelea. Na katika unabii kuna mambo inakuja. Kwa hivyo unabii uko hivyo. Si kuambiwa ati jana niliota nikaona. Hapana, si vitu kama hiyo. Na jambo ya unabii inaingilia sana, sababu unabii ukisema kulikuwa na makanisa ya uongo itakuja, unabii unatimiza. Sasa tunafunua hiyo makanisa ya uongo. Kwa hivyo unabii unaweza ingilia na uingilie ufikirie unaingilia dini yako, lakini ni utabiri ambao umetabiriwa umefika. Na ndipo tunapokuwa hapa, hatukuji hapa kuingilia mtu hata mmoja. Na ikiwa tungekuwa hapa kuingilia mtu hata mmoja, tungekuwa tunaenda kutafuta kazi. Sisi tunafanya kazi ya mchanga pale kwa haraka. Na saa hii nikienda tripu moja ama mbili, badala ya nikuje niingilie kanisa. Lakini sababu mimi sija kuja kuingilia dini ya mtu, nimekuja kudhihirisha ukweli vile uko, na ukweli ukiwa ndani ya dhehebu ambao uko tunausema. Kwa hivyo sasa na wewe unaamua utafuata ama hutafuata. Msomaji. Ndio mwalimu. Ningetaka unisomee kitabu cha Yeremia 6:16. Kitabu cha Yeremia 6:16 inasema aje? Yeremia 6:16. Na hiyo ndio imefanya tuje hapa. Yeremia 6:16 inasema, kitabu cha Yeremia 6:16. Yeremia 6:16 inasema Biblia Takatifu inasema hivi. Inasemaje? Inasema hivi mwalimu. Bwana anasema hivi. Simameni katika njia kuu. Mkaone. Mkaulize habari za mapito ya zamani. Hii wapi njia iliyo njema? Mkaende katika njia hiyo. Kwa hivyo mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Full stop. Nanyi mtajipatia raha. Lakini walisema aje? Hatutaki kwenda katika njia hiyo. Walisema aje? Hatutaki kwenda katika njia hiyo. Tunaambiwa tutafute mapito ya zamani. Ndio. Tuangalie njia ipi iliyokuwa jema. Kwa hivyo inaweza kuwa imeharibiwa, lakini tuangalie vile njia hiyo ilikuwa jema, si ndio? Ndio. Lakini walipoambiwa walisema aje? Walisema hatutaki kwenda katika njia hiyo. Nami niliweka walinzi juu yenu. Wakisema, wewe sisi ni walinzi. Wakisema aje? Nisikilizeni sauti ya tarumbeta. Sikieni hii sauti ya tarumbeta. Sababu Biblia inasema hivi, turudi katika mapito ya zamani. Na ni nani wanasema hivyo? Ni walinzi. Lakini walisema hatutaki kusikiliza. Afadhali nyinyi mnasikia. Hao walisema hatutaki kusikiliza. Sijui kama ni dhehebu zao ziliguswa wakasema hatutaki kusikiliza. Si ndio? Hatutaki kusikiliza. Si ndio walisema? Ndio. Siku ya leo utasema hivyo kama vile imetabiriwa na Biblia. Waliambiwa hataki kusikia sababu wameambiwa warudi katika mapito ya zamani. Na hebu nimwambie, mtu alikuwa anaitwa Stefano alipigwa sababu ya kurudisha Waisraeli mapito ya zamani. Ndiyo mwalimu. Ilikuwa hivyo. Na ndio msomaji, ndio ningetaka unisomee kitabu cha Yeremia. Ni 1:10. Yeremia 1:10 inasema aje? Biblia Takatifu inasema hivi mwalimu. Tumeambiwa turudi katika mapito ya zamani. Kwa hivyo kanisa ilikuwa aje zamani? Inasema angalia. Nimekuweka leo juu ya mataifa. Nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme ili
ili kung'oa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza ili kujenga na kupanda. Asante sana. Kwa hivyo unapotuona hapa, kulingana na Biblia inasema nimekuweka katika taifa ili kung'oa, si ndivyo? Ndiyo. Kwa hivyo tunang'oa nini? Na hatuwezi kuja hapa kung'oa alafu tukuache. Tunakung'oa ambao ni ya uongo, alafu tunakuweka iliyo ya kweli ambayo ilikuwa yako ya zamani. Shetani anakuja anakunyang'anya. Kwa hivyo tumekuja hapa kung'oa na kuharibu, alafu tukupande mambo ambayo ni jema, mambo ambayo ni mazuri. Na sasa msomaji, ndiyo mwalimu, sababu tunang'oa na kupanda, tunang'oa alafu tuweze kupanda. Tunapanda nini na tunatumia nini kung'oa? Tunatumia nini kupanda? Msomaji, nisomee kitabu cha Zaburi. Kitabu cha Zaburi 119 inasema 119 ndiyo 105 inasema hivi. 119:105 kitabu cha Zaburi 119. Tutang'oa na nini? 105 inasema hivi. Tutang'oa na nini? Neno lako ni taa ya miguu yangu, neno lako ni taa ya miguu yangu, na mwanga wa njia yangu, na mwanga wa njia yangu. Nimeapa nami nitaisikiliza. Kwa hivyo Biblia inasema neno la Mungu ni mwanga wa njia yangu na ni nuru ambayo inanimulikia miguu yangu. Kwa hivyo tunapong'oa, hatung'oi na mawazo yetu, tunang'oa na mawazo ya Mungu wetu ambao ameandika katika Biblia. Na ndipo tuko na hapa Biblia, sababu sisi ni wasomaji, tuko na Biblia, tuko na vitabu ya madhehebu, na pia ili sababu hatukuji hapa kuingilia, tunakuja kusoma vitabu ambao ni vitabu ambao ziko na wasomi, na pia ni Biblia tunaliganisha hapa na hapa. Pia msomaji, ndiyo mwalimu, kitabu ni cha Isaya 1:18 inasema, kitabu cha Isaya 1, ili tuweze kuingia hapa. Isaya 1:18 inasema Jooni tusemezane, asema Bwana. Maandiko ya Mungu inasema jooni tusemezane. Kwa hivyo tunapokuja hapa, sisi wadui tunakuja hapa ili tuweze kusemezana neno la Mungu. Kwa hivyo unakaribia, unakuja unasema, na mimi nasema, tunasemezana, tunajua ukweli. Kwa hivyo hiyo ndio iko. Kwa hivyo wakati tulipokuja na kuona hii sanamu, tuliangalia na tukaona huu ni unabii, na watu ambao wamekataa unabii wa Biblia wameachwa katika giza. Unabii wa Biblia unapouepuka umeachwa katika giza. Hivyo ndivyo Biblia inasema. Lakini tuliweza kusoma, narudia kwa haraka ili niweze kuingia katika wanawake hawa wawili. Kuna wanawake wawili hapa kitabu cha Ufunuo. Tuliweza kuangalia na tukaona katika kitabu cha Danieli 2 aliota ndoto. Na alipoota ndoto akaona hii ndoto ni sanamu kubwa sana, na akaonyeshwa ni wafalme wanne ambao watatawala dunia. Wafalme wanne ambao watatawala dunia. Mfalme wa kwanza Nebukadneza, mfalme wa pili Dario, mfalme wa tatu Dario, mfalme wa tatu Alexander the Great, na ufalme wa nne ni ufalme wa Kirumi. Na ufalme huu wa Kirumi umetawaliwa na watu wengi. Kwa hivyo hii falme ilitawaliwa na mtu mmoja, alikuwa anaitwa Nebukadneza. Lakini Nebukadneza akapea mtoto wake alikuwa anaitwa Belshazzari. Ufalme huu wa pili ni wa Dario, akaisha. Ufalme wa tatu Alexander the Great ukaisha. Ufalme wa nne ndio ufalme ambao umetawaliwa na watawala wengi mpaka siku ya leo, unatawaliwa na Warumi. Na katika ufalme huu wa nne, Warumi, katika ufalme huu wa nne ambao ni ufalme wa Warumi, ufalme huu sasa ndio unatutawala mpaka sisi.
wakati Yesu alikuja alikuta ufalme huu kitawala. Akina Herode, akina Kayafa walikuwa makuhani, na kulikuwa na mwingine alikuwa anaitwa mfalme alikuwa anaitwa yule alipika Yohana na mafuta. Ufalme wa Herode alikuwa Herode, kuna jina lingine, na huu ufalme ukakuja, alafu 1798 ukapigwa jeraha la mauti. Mfalme alikuwa popo aliyekuwa anaitwa Leo 13, alikuwa anaitwa Leo 13. Sasa huo mfalme aliweza kufanya nini? Aliweza kuondolewa mamlakani na mtu alikuwa anaitwa General Badia, na ni utawala wa France. Akakuja akamuondoa. Alipomuondoa akaenda akakufia gerezani. Kukakaa sababu ufalme huo umepigwa jeraha la mauti. Sasa ufalme huo ukakaa ni kama hauna nguvu, Huu ufalme ukakaa kama hauna nguvu, mpaka 1929 mfalme huyu akarudishiwa mamlaka. Ile mamlaka alipigwa jeraha la mauti, akarudishiwa mamlaka huu ufalme. Na ndio siku ya leo tuko na pope yule alichaguliwa. Ni wa ufalme huu. Na Yesu anapokuja anakuta ufalme huu. Hakuna ufalme mwingine unakuja, ni ufalme huu wa kipapa. Sasa ufalme huu wa kipapa 1929 wakasema chama kinaitwa Mussolini power ni chama cha mafia. Wakasema hivi, Roma walikuwa na nguvu kitambo, situwarudishie mamlaka, na tunapowarudishia mamlaka yao na tuwapee sehemu katika Italia, Europe, waweze kutawala. Akarudishiwa sasa mamlaka pale Europe, akapewa pahali panaitwa Vatican, ambao ni kaeka 108. Eka 108, akaambiwa hiyo eka tumekupea, na utakuwa mtawala wa hiyo, na utakuwa mtawala wa dini pia. Na ndio siku ya leo ni president wa Vatican, na katika Inoro, katika television yote tulimuona akifanya misa akiwa kwa kanisa. Hiyo kanisa ndio Ikulu. Hiyo kanisa yake hiyo ndio Ikulu. Kwa hivyo akawa ni president na akawa ni mkuu wa makanisa. Kwa hivyo huyu ufalme wa Kiroma sasa akawa ndiye anatawala wakati Yesu anarudi mara ya pili. Na nitakuelezea kitu ya maana sana. Anapotawala atakuja kutawala tena huyu, na atakuja kuagusa Marekani. Sasa katika kitabu cha Ufunuo 12 na Ufunuo 17, sasa kuna wamama wawili. Sasa huyu ufalme wa Kiroma ulipotengenezewa kanisa, sasa ukabadilika, si serikali, ukawa sasa ni mama, sababu kanisa inaliganishwa na mama. Na ndio hapa Ufunuo 17 analiganishwa na mama ambaye anaendesha serikali. Kwa hivyo huyu mama unamuona hapa amebebwa na mnyama. Huyu mnyama unaashiria serikali, na huyu mama inaashiria kanisa. Na ndio msemaji, ndio mwalimu, ningetaka tuikie kitabu cha Ufunuo. Kitabu ni cha Ufunuo 12. Ufunuo ni 12 mstari wa kwanza. Inasema aje? Mama wa kwanza tumuone, na tuone ni nani, tuone yako na nini, alafu tuone mama wa pili. Ufunuo 12 mstari wa kwanza. 12 ya kwanza inasema, na ishara kuu ilionekana mbinguni, mwanamke aliyevikwa jua na mwezi, ulikuwa chini ya miguu yake. Mwanamke kulionekana mbinguni, mwanamke aliyefikwa jua na mwezi na nini ingine, na juu ya kichwa chake taji ya nyota 12. Kwa hivyo alikuwa na jua
na alikuwa na mwezi, na juu ya kichwa chake kulikuwa na